Jamani, nataka niwaeleze ukweli. Kama hauna exposure huwezi kuplani mji wako. Wewe utakuwa ndio yale unasema naomba hiyo ramani yako na mimi niijenge. Wewe hujui ile ramani pale imegeukia majini au imegeukia wapi? Hujui. Au pengine yule mtu ana pumu, aliyechora ramani na pumu, mwenye nyumba ile ana pumu, anataka eneo lenye kahewa kazuri au anapulizwa kifua kisiwe na pumu au kitu gani. Wana wewe nipe hivyo hivyo. Siku hizi tunajenga nyumba si jiko liwe ndani. Sisi huo uwezo tunao sisi wa majiko kwa ndani. Nyinyi mnavyojua. Utakuja pale kukuta maganda ndizi yamejaa pale sebuleni, nini kimejaa pale, ndio maana lazima tujenge na jiko la wapi? La nje. Sasa si uwe tu jiko la ndani liwe la nje. Zote hizo unajua ni kwa nini? Ni copy paste. Impact ya copy paste. Na hiyo copy paste ndio ipo pia kwenye miradi ya serikali. Nilikuwa na challenge wenzangu wa jiji kule. Nikasema huwa nawaona mnapohangaika na magreda ya pale na wapi pale ya magreda ya kule kwenye dampo. Greda ya kere sijui kijiko kimemegukia huko. Greda ya kere sijui mafuta. Sasa namuuliza mkurugenzi, kwa hadhi yako kweli wewe ni mtu wa kununua grease? Ya department yako inapitisha kununua grease? Department yako ni ya kununua oil kwa ajili ya hayo madude? Department yako kweli? Hata nyinyi Kinondoni naomba niwashauri. Vipo vitu vya kufanya nyie, vipo vitu vya kufanya private sector. Hata mimi leo ukiniambia nimiliki basi au gari la biashara, mimi regional commissioner, sitaweza. Kwa nini sitaweza? Mimi nipo hapa kwenye kazi za serikali. Dereva yuko Kongo. Mkuu, umeona WhatsApp? WhatsApp ina nini? Nafungua WhatsApp, namuona kweli amekaa pembeni, tairi limepasuka yuko pembeni. Kumbe alichokifanya, kafungua tairi langu kauza, kaweka tairi lilopasuka la mtu kafunga kwangu. Mzigo unakwenda Kongo na rudi mpaka hapa. Faida hamna. Lazima mwe mnaangalia kwa nafasi zenu mfanye nini. Mkianza kufanya biashara za uchuzi na kueleza ukweli, mtakula hasara. Nyinyi biashara zenu kama ni mashauri za mabondi, sijui nini, ndio biashara zenu hizo. Pata faida kidogo lakini inatija. Mkianza kwenda kwenye vipuli, sijui bwana, sijui hiki, mwisho wa siku naambiwa mkurugenzi booster imepasuka. Na bahati mbaya sana sina hakika kama mkurugenzi unaifahamu hata hiyo booster ilipo. Baadaye unakuja kuambia bwana kuna hapa kitu kinaitwa synchronizer ring, ukiingiza gia namna hii, kenyewe kimeelekea hivi, kinauzwa milioni sijui milioni 70. Ndio hata magari yetu yanakuwa very expensive. Yamekuwa exaggerated kwa sababu wakati fulani ya mioyo ya uongo ya baadhi ya watumishi ambao tunafanya nao kazi. How to avoid? Ni kwenda kwenye mavitu ambayo ya kuhitaji yanakuwa yako kisayansi. Hebu wewe fikiria. Nyinyi tangu fikirieni tu. Mkitaka kuendelea vizuri kwenye hizo halmashauri, mkurugenzi, naomba mkakutane na watu hao watatu. Kakutane na watu wa mabenki, kakutane na watu wa mitandao ya simu, kakutane na watu wa makampuni ya vinywaji. Watu watatu tu kwanza. Wale watu wanasugua vichwa. Hebu kaeni muangalie. Nani amebuni kitu kinaitwa songesha? Yaani mimi regional commissioner hakuna siku sijai songesha. Hii naambieni kweli. Kwa nini? Unakuta natakiwa mtu kumtumia risala labda milioni 5. Mara kumbe kwenye simu kuna milioni 4,520,000. Mtu anahitaji hela muda huu. Naanza kusema sasa niwekee kwanza hela. Songesha inawezekana inapata faida kuliko benki yenye jengo. Jambo la pili. Nani alibuni Bolt? Sikuwa na kodi mapikipiki tu. Lakini leo tuna kodi. Si tunaingia kwenye mtandao. Ule mtandao unajua ni shilingi ngapi? Halmashauri hizo ndio biashara zake. Biashara za kimifumo unakula ukiwa umetulia hapa. Brain ndio inakula. Brain. Lakini haya madubasha nenda pale kadai kodi, mtu anakuambia ondoka kwa nyumba yangu. Niletee bunduki. Hii ni kodi gani sasa? Lazima tuhame. Kwa hiyo mkurugenzi, tumia watu wa IT wakupe mawazo.